Akienda mahali popote kununua dipeni wanamchaji. Anaenda mahali popote ananunua daftari la 600 wanamchaji. Mimi nakwambia ndugu yangu, una safari ndefu sana. Una safari ndefu. Hawakuwa hivyo, hata mimi nimeona, nilikuwa kijana na sasa ni kijana. Sijawahi ona mtu ambaye anashughulika na maisha watu akabaki ni mtu fulani hivi ambaye kila siku maisha kaza useremala kwa ameshazisimamisha. Lakini unasoma alikuwa anashinda kwenye magorofa. Yale magorofa Yesu alikuwa alipiga. Kina Petro alikuwa ameshaacha kuvua. Kwa hiyo hakuna ambaye alikuwa anafanya kazi. Mtu wa Mungu aje tafakari. Angalia maisha yako ni kweli wewe hadi kitu cha 200. Unaenda unanunua nyanya za 500 wanakuchaji. Unaenda unanunua na nyanya za 200 wanakuchaji. Vitunguu vya 300 wanakuchaji. Wewe mtu wa Mungu aje tafakari sana. Jitafakari sana. Kama kila sehemu wewe unaenda unatoa fedha. Kila sehemu wewe ukienda wanakuchaji. Kila sehemu ukienda hamna sehemu unakokutana na ofa kwamba wewe ni mtu wa Mungu, siku ile ulinibariki sana. Kwa hiyo leo na mimi nakubariki kulika na maisha yao. Wewe kama maisha yako kila siku ya dhamana yake ili yaende, yakamilike, uvae, ule, upate hiki na kile, upate hiki na kile, ni lazima ukaribu. Ndugu yangu wewe jitafakari sana. Angalia sana aina ya maombi unayoomba. Angalia sana aina ya mifungo unayoomba, aina ya ibada unazofanya, aina ya nyimbo na kuimba na kuimba. Angalia sana. Angalia sana, hawakuwa hivyo walioenda, hawakuwa hivyo. Haleluya. Mtu wa Mungu uliye mahali popote ulimwenguni ambaye Kristo Yesu amekupa neema siku ya leo kuweza kusikiliza clip hii. Leo nataka niongee kwa ufupi sana kwa habari ya kwamba Wakristo wengi, Kristo akija siku ambapo anasema atakuja kulichukua kanisa, kwanza wengi hata tukuta kwa Wakristo wengi hata wakuta humu duniani, kwa sababu watakuwa tayari wameshaondoka, kwa sababu wao wameshafunga safari tayari, wanaelekea mbinguni. Na sisi tuna safari ya kuelekea mbinguni, tuna safari ya kwenda kumlaki Bwana Yesu. Bwana Yesu aliagiza ya kwamba ndakuja. Wakati anaondoka pale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume alisema ndakuja. Alisema ndakuja hapo niwachukue. Naenda kule kuandaa makao alafu ndawarudia. Shida alikwenda kawakute watu wanafanya nini. Ndio maana aliwaagiza wale mitume ya kwamba mbaki Yerusalemu siku 40 mpaka pale mtakapojazwa Roho Mtakatifu, ndipo ambapo mtatoka ili kwenda kufanya yale niliyowaagiza, kwa sababu alishawaagiza watu kwamba waende wakahubiri Injili, waende wakaponya wagonjwa na kufanya mambo kadha wa kadha. Lakini swali ni sasa, kweli Yesu Kristo akija atalikuta hilo kanisa